makofi ya juu. Haleluya. Mtikise jirani yako, mwambie changamka wewe, changamka, changamka. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Tikisa na mkono namna hii, sema amen. Vijana, haleluya. Amen. Weka tulia kwenye kiti chako ili tuweze kuendelea. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wana wa mfalme mpo hapa? Ndio. Unajua ukishajitambua hata ukienda kwenye maombi, haleluya, Amen, unaenda umerelax kabisa, kwa sababu mapenzi ya kweli yanapatikana kwa Baba wa miungu. Ndio. Ambao ukienda ukijimwaga mwaga pale kwake, haleluya, unakaa naye, unamwambia my father, nimekuja nataka kuongea na wewe. Ndio. Yesu asifiwe. Amen. Siku moja sema maana wengine wasipoitikia watalala usikizo hapa. Haleluya. Siku moja nikachukua Pepsi yangu ya baridi. Sema ya baridi. Unajua kuna ya baridi na kuna ya baridi. Amen. Haleluya. Nikaweka pale kwenye kiti, kwenye meza, nikakaa, nikakunja na nne, nikaweka na kaglasi kangu hapo. Ndio. Nikamwambia sasa, Baba, nataka tuongee. Sina stress kabisa. No stress. Nagonga pale kasoda kale nikipiga kaglasi, unajua anamwambia Father, sikiliza. Mimi ni mtoto wako. Nashusha na kaglasi pale na kuweka pale kwenye meza. Sio mpaka ukunje sura. Yaani hamna, sema hamna hiyo. Hamna hiyo. Una wakati kunjua sura yako, zungumza na Mungu wako, sema amen. Amen. Ukiwa peke yako pale, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu na Mungu anasema njoni na hoja zilizo kamili, hoja zenye nguvu. Maana unapoenda mbele za Baba, unaenda kuzungumza naye. Kuna watu wanaendaga mbele za Mungu, hata wakimaliza mazungumzo hawajui waliongea nini na Mungu wao. Isiwe hivyo leo katika jina la Yesu aliye hai. Acha kuja kwenye mkesha na ujui kwenye mkesha uliomba nini, ulimuuliza nini Mungu. Hakuna kitu unachosubiri, hakuna kitu ulichosikia, hakuna kitu ulichoelewa. Yesu tusaidie. Watu wa aina hiyo. Lakini hapa wapo, hata kule kwetu Chanika wapo, ni kwenye makanisa mengine. Hapa kwetu wote wakija hapa wao yani wanasikia, hapa wakija wanaelewa, wanasema kabisa na Mungu wao. Sema amen, haleluya. Amen. Sema amen, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kama ukienda mbele za Mungu wako, ndio Mungu wako anasema yeye hayuko mbali, yeye hayuko mbali, yuko karibu hata kuliko nguo ambazo unafanya nini, ninavaa. Yani maana yake huyo Mungu unayemwabudu, huyo Mungu unayemwita yuko karibu kuliko hata nguo ulizovaa. Maana yeye yuko ndani yako. Unapozungumza naye, yeye Mungu anajua hata kabla hujatamka, anajua hata kabla hujaongea. Maana yeye ni Baba aliye hai. Amen. Sema amen na ubarikiwe sana. Amen. Wewe ndio mpaka nikueleze ndio ujue nahitaji nini. Lakini Baba Mungu aliye hai ndio anasema mimi ninajua mnachohitaji hata kabla hamjaomba. Ndio. Na mkiwa katika kunena nasikia. Kabla hamjaomba mimi nimeshawajibu tayari. Kabisa. Kwa sababu ninyi ni watoto wangu. Ndio. Ninyi ni watoto wangu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kumbe ukijua mbele za Baba yako unaanza kujua mimi kama mwana. Amen. Mimi kama mwana mbele za Baba ninahitaji. Unakuwa unatafuta ni kodi gani nitaipiga. Kabisa. Baba mwenyewe atatoa bila kupenda. Mume atakuja bila kupenda. Ndio. Taji utakuja bila kupenda. Mambo yatafunguka
Ndio. Kwa sababu kuna mahali umepiga. Ndio. Kuna mahali umebonyeza password. Kabisa. Sema amen na ubarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu haangalii kiwango chako cha kufunga. Mungu haangalii kiwango chako cha namna yoyote. Mungu kuna kitu anakitaka kwenye maisha yako. Amen. Hakuna baba yeyote akifurahishwa na mtoto. Hakuna mama yeyote akifurahishwa na mtoto. Yule mtoto asipate mema. Hata hapa kanisani si tuna wazazi? Ndio. Hata hapa kanisani tuna wazazi, hatuna wazazi? Tunao. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuulize swali. Unajua wote tunaweza tukawa ni watoto kama vile ambavyo wote tunaweza tukawa watoto wa Mungu, lakini sio kila mtoto anapata vyote. Kabisa. Yesu asifiwe. Amen. Sio kila mtoto Anapata vyote. kuna wengine wanasemaga hata kama mlipewa wote sawa pale, baadaye Kuna mwingine anafichiwa. neema hiki hapa nilikuwekea. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mtoto anayekuwa kwa baba hawazi sana kupeleka maombi yake, anawaza sana kumfurahisha. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa ukijua uweza ulioko ndani yako ili ufanye kazi, maana kuna namna Mungu anaruhusu kufuatana na kiwango anachokiona kwako. Anaanza kukupima kwenye baadhi ya maeneo, na eneo moja ambalo limebeba yote nataka tuangalie leo kwa neema ya Kristo. Haleluya. Amen. Jambo ambalo mwana anapaswa kuwa nalo kubwa kuliko yote, ambalo limebeba kila kitu kwenye maisha ya mtu aliyeokoka, na bila hilo hauna maombi yanajibiwa, bila hiyo hauna baraka, bila hiyo hakuna chochote. Ni kimoja tu. Hebu mwambie jirani yako, utii kwa Mungu wako. Utii kwa Mungu wako. Hebu sema utii kwa Mungu wako. Utii kwa Mungu wangu. Sema utii kwa Mungu wangu. Utii kwa Mungu wangu. Utii kwa Mungu. Mtoto yote ambaye ni mtii, hebu sema mtii. Mtii. Utii na kutokutii, huo ndio ufunguo wa mambo yote katika maisha ya mtu aliyeokoka. Amen. Mwana asiye na utii, Mungu hana time naye. Amen. Na moja ya kitu ambacho nataka kujua, mtu anapokosa utii ndio dhambi kubwa kuliko dhambi zote duniani. Amen. Soma Bible yako. Ni dhambi gani haikusamehewa? Nenda kwenye utii kama Mungu alisamehe. Anza kule kwa Adamu kule mwanzo. Ndio maana anasema dhambi zote zinaweza kusamehewa isipokuwa dhambi ya kufanya nini? Kumkufuru Roho Mtakatifu. Huko ni nini? Kukosa utii. Kukosa utii. Yesu asifiwe sana. Amen. Mwana asiye na utii, manaka anazuia ile nguvu ya Mungu, uweza wa Mungu ulioko ndani yake kufanya kazi. Na ndio maana hata leo ukitamka vitu havitokei, ukivifunga havifungiki, ukifungua havifunguliwi, kwa sababu kwenye moyo wako hakuna kitu kinachoitwa utii. Amen. Haleluya. Amen. Punga mkono namna hii. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Tunaelewana? Amen.